Nini? Vijana wengi tunapokuwa tunaenda shuleni kusoma tunategemea sana kuajiriwa. Na hiyo imetulemaza kwa kiasi kikubwa akili ya kufikiri. Kwa sababu mtu tayari anakuwa shuleni anakuwa anawaza mshahara atakaopokea kulingana na level ya elimu aliyopokea. Lakini maisha kiukweli hayako hivyo. Kwa sababu maendeleo tu ya nchi yetu yanategemea kijana. Kwa sababu bila maendeleo ya kijana hakuna maendeleo ya nchi yetu. Maendeleo ya kijana ni nini? Kujitambua kielimu, kujitambua, kujitawala mwenyewe, kujitambua, kujizalishia uchumi wake mwenyewe, kujitambua na yeye kufungua ajira kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo, ninachosema hivyo kwamba vijana wengi sasa tunapokosa ajira, ndio maana sasa hivi tunakutana na mmomonyoko wa maadili. Watu wengi wamekuwa mashoga. Sasa hivi hatuna wanaume, yani unakuta tuna jinsia ya kiume ila hatuna mwanaume. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi tunataka urahisi wa maisha na wameathiriwa sana jinsia ya kiume kwa sababu tunasema uvumilivu ni mdogo kidogo. Kwa hiyo mimi nimeipata hata tukiwa kule kozi ya Jeshi la Kujenga Taifa, watoto wa kiume sio wavumilivu. Yaani akikutana kashikashi kidogo ameshaondoka. Lakini wanawake nature, yani kwa asili sisi ni wavumilivu. Kama anaweza kuvumilia maumivu ya uzazi leba, hawezi kuvumilia, yani changamoto hizi ndogo hawezi kuziacha zikaenda, tofauti na kijana wa kiume. Ndio maana kijana wa kiume sasa hivi yani tunaweza tukasema kulingana na malezi waliolelewa, wakati mwingine malezi yanawekaza ni mazuri, lakini wanapofikia umri wa kujitegemea wenyewe vijana wanajisahau sana. Yani kijana anataka aendelee kubebwa siku hadi siku. Siku hadi siku aendelee kubebwa. Ndio maana unakuta anapoona mzazi ana mafanikio, anadiriki kumuua. Lakini mimi nataka nimuelezee huyu kijana anawezaje yeye kama yeye kuweza kujitambua na kuweza kutengeneza tunasema ajira binafsi. Kwa mfano mimi pamoja na kwamba anafanya kazi seminari, lakini nina miradi yangu binafsi. Mimi ninafuga, mimi pia nina mashamba, nimelima viazi, na kabla sijaja hapa tayari nilikuwa na eka zangu 40 ambazo nilinunua kipindi nafanya kazi na kampuni binafsi. Na katika zile eka 40 nazitumia kidogo kidogo kila mwaka, lakini na eka 6 ambazo tayari zina miti ya mbao ambayo bado naendelea kufanyaje? Naendelea kuikuza. Kwangu ilikuwa fursa kwa sababu niliona fursa yangu kwa wakati huo kwa sababu ardhi ni kitu ambacho hakiharibiki kama vitu vingine. Kwa hiyo natamani kijana anapowekeza au anapojiajiri pia awekeze kwa ajili ya uzee wake. Manake mimi umri wangu unapokuwa umeenda, nitarudi pale kwenye shamba langu, nitalima vitu mbalimbali, nitafuga, lakini pia naweza nikakodisha, ni kitu ambacho hakihamishiki, kikanipa pesa. Lakini kuna kijana mwingine atasema mimi sina ardhi, mimi sina pesa, mimi sina nini, nitafanya nini? Mtaji wa kwanza wa kijana ni akili yake. Vijana wengi tunaweka utajiri kwa kutaka kuanza na kipato kikubwa, milioni 10, milioni 20, milioni 40. Kiasi kwamba kuna vitu ambavyo tunavifanya ndani ya uwezo wetu vinahitaji pesa ndogo tu. Kwa mfano kijana akajikita kuuza mandazi, kiasi kwamba ukaanzia kilo 3 tu ya unga, ukaanzia na mafuta labda lita 2. Ukatengeneza mandazi yako ukauza. Kadiri unavyozidi kupata ndivyo unavyozidi kukuza mtaji wako. Nitaelezea kwa upande wa kwangu wa shambani. Kwa mfano watu wengi wanapenda kufuga. Mimi nina huo utaalamu wa kufugaji wa kisasa wa gharama ndogo tu. Lakini pia kilimo cha kisasa kwa gharama ndogo tu. Ninaposema gharama ndogo ninamaanisha kwamba huyu kijana anapotaka kuanza kulima lazima aweke vile vitu vinavyohitajika kwa ajili ya lile zao mapema kabla ya kuanza kazi. Kwa mfano anataka kulima maharage, si ndio? Kweli shamba amelipata zuri, lakini kiwango cha mbegu kinachohitajika, si ndio? Anacho, mbolea zinazohitajika aweke, lakini pia tunasema nini vile viuatilifu kwa ajili ya wadudu na magonjwa mbalimbali viwepo sto. Kwa anapokuwa anaingia shambani asianze kusema labda shambani kunahitajika mbolea, ndo anaenda kutafuta hela mbolea. Kiasi kwamba mwisho wa siku mmea ukishakosa vile vinilishe vyake muhimu huwa unajitetea kwa kuchanua. Kwa hiyo ikishafikia level ya kuchanua pale hatuhitaji tena kuweka vinilishe kwa sababu mama mjamzito hali vyakula vyake vya kulea ujauzito akishajifungua. Anakula vyakula vyake vya kulea ujauzito akiwa mjamzito ili mtoto anayezaliwa akawe na nguvu. Kwa hiyo kijana yeye kama yeye anapotaka kujiwekeza kwenye habari ya kilimo, kwanza apate elimu ya kilimo mapema. Akipata elimu ya kilimo hiyo itamsaidia aanze na nini kwa wakati gani. Kuna mazao ya bustani madogo tu, kulima mboga hizi za majani. Kuna watu wengi tunakuta mjini wanafanya kazi sokoni, wana hela nyingi kuliko waajiriwa kwa sababu kwa siku ana uhakika kwenye mboga zake kwenye bustani yake anapata 10,000.
mara siku 30 anapata 300,000. Kiasi kwamba kuna mwajiriwa ambaye mwisho wa mwezi anapokea 50,000, analea familia yake. Kuna mwajiriwa ambaye anapata hata 40,000 kwa mwezi. Kiasi kwamba yeye kama kijana atajikita atalima mboga mboga Chinese ambayo ni gharama ndogo tu. Unakuta gramu 25 shilingi 2,500 ambao kwa kijana hiyo inawezekana kabisa kuipata. Akapata vituta vya anaweza akasema niko mjini. Siku hizi bustani ziko nyingi, ziko za mfuko, ziko za matairi, ziko za maboksi. Kwa anaweza akapanda mboga yake akawa anauza kila siku kwa sababu Chinese ni zao endelevu tofauti na mchicha kwamba ukishaupanda unaungoa. Lakini Chinese leo atachuma majani mangapi atauza kesho ana uhakika kwamba kila siku nina 2,000 ya kwangu. Kwa hiyo kama kijana asitegemee kuanzia mtaji kwa kiwango kikubwa au kwamba kuna mtu atamsaidia, mtaji wa kwanza ni akili yake. Kwa kila anachokifanya apatie elimu. Sio tu kwa ajili ya kilimo na mifugo, ziko elimu nyingi ambazo yeye kama kijana kulingana na mapenzi yake binafsi akizitaka hizo kujifunza ambazo ni nzuri, sio zile ambazo zimepigwa marufuku na serikali kwa sababu zinakuwa sio salama kwa kijana. Hizo zitamsaidia yeye kuweza kujiendeleza na uchumi wake. Asante sana. Lakini pia tumeangalia kwamba umeongelea vitu vizuri sana vya msingi. Kuna kitu kimoja umesema mtaji wa kwanza ni akili. Lakini pia mtaji wa pili ni nguvu zake mwenyewe. Na kumekuwa na kasumba vijana wengi wakikosa ajira wanakuwa mizigo majumbani. Na umetaja mambo mengi sana ambayo umeyafafanua kwa kina kwamba wanaweza kuanza na kitu kidogo ndipo waanze waingie kwenye vikubwa. Najua katika karne hii ya karne ya 21 generation Z tunakiita. Katika hii generation Z tunaona kwamba vijana wengi wamebweteka na wamejisahau. Na wewe unazungumziaje kuhusu swala la kijana na swala la kazi za kujitolea zinazokuja mbele yake? Kwa mfano mtu amesomea ualimu, kuna kazi ya kujitolea iko pale. Sasa mimi kalipa 1,000,000. 1,000,000 ni kazi gani? Sisi nini? Mwingine ukimwambia kwamba amesomea mifugo, hata kwenda kuanza hata na kitu chochote kile kulingana na fani yake kujiajili tu kwa kwanza na kidogo. Hawataki. Wanataka wapewe waingie kwenye mikopo, wafanye nini? Sijui unawashaurije hawa vijana na unaongeaje zaidi hawa vijana? Asante, nashukuru kwa swali lako. Lakini kitu cha msingi kabla tujaingia kwenye kujitolea, kila kijana wa leo ukimfuata kwenye akili yake, mawazo ya ujasiriamali wake au kujiajiri yapo kichwani. Lakini kwa nini wanafeli kuja kuyaweka kwenye uhalisia? Ndo hapo tuliposema akiwa na mawazo aweke na nguvu. Manake huyo kijana kama hana akili, hana nguvu, hata akipewa mkopo hawezi kuutumia. Kwa sababu vijana, tunasema vijana na fursa. Vijana wengi sasa hivi tunakutana na limbukeni ya mambo ya sayansi na teknolojia. Tunaona simu nyingi za kisasa zinatoka, magari mazuri na vitu vingi. Kwa hiyo vijana tamaa imekuwa kwa kiasi kikubwa. Na unajua kitu kinachoitwa tamaa manake ni cha muda mfupi. Mimi nawekaga tamaa kama magugu kwenye mazao. Kwa sababu yana muda mfupi, kwa yakiota pale yana nguvu ya kushambulia chakula cha ule mmea kwa sababu yanajua hayana muda wa kukaa pale. Kwa hiyo hata tamaa mimi naweka kama magugu kwa kijana kwamba yanahakikisha anamshambulia kijana anakosa mwelekeo. Kwa hiyo kabla hajafikia kwenye kujiajiri, kijana kwanza apunguze tamaa na pressure ya maisha. Amini kwamba mafanikio ni kama vidole, vimetofautiana. Kwa hiyo mimi ninapoona wewe kijana mwenzangu umefanikiwa kununua gari hujaanzia hapa kununua. Ulishajiwekea mipango yawezekana miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo mimi nimeona napenda gari, natakiwa nianze kuweka mpango leo. Kwamba mimi labda baada ya miaka 5 nitanunua gari. Lakini nitanunua kwa njia gani? Kwa njia ya huo ujasiriamali wangu ninaoufanya au kwa njia ya kazi labda ninayopenda kuajiriwa. Vijana kweli tunapenda kuajiriwa na ajira sio mbaya kwa sababu mimi pia kuishi nategemea jamii. Elimu niliyoipata si kufundishwa mwenyewe. Wako watu waliosomesha watoto wao wakanifundisha wakaambukiza maarifa kwangu. Kwa elimu kupata sio vibaya, lakini matumizi ya maarifa tunayoyapata mazuri ni mabaya kwa vijana. Kwa nini? Kwa sababu unapotoka chuoni watu wengi tumeshajiwekea mishahara. Kwamba nitapata mshahara labda mimi nina degree. Mshahara wangu pale si chini ya 900,000 au milioni. Lakini uhalisia wa maisha hausemi hivyo. Kwa sababu mahitaji kwenye serikali tunayoitegemea ni mengi. Upande wa afya, elimu, maendeleo ya jamii na vitu vingine, maendeleo ya kijamii, umeme, barabara, maji.
vinahitaji nini? Vinahitaji hiyo pesa kutoka serikalini. Lakini unapotokea umekosa ajira ya serikali, sio vibaya sana kufanya kazi binafsi, si ndio? Lakini usiweke mshahara wako kuwa mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu huyu anayekuajiri ambaye naye ni nasema ni mjasiriamali, kwa sababu aliwaza kwamba natakiwa nifungue shule, jamii na uhitaji wa shule. Hayo ni mawazo ya mtu tayari, akatia nguvu, akajenga shule, si ndio? Lakini uwezekano wa wewe kukulipa mshahara mkubwa ni matokeo yako ya kazi. Hakuna bosi ambaye anashindwa kukulipa mshahara mkubwa kama wewe unaleta matokeo chanya. Vijana wengi tunapenda ajira, lakini uwajibikaji wetu kazini ni mdogo sana. Kiasi kwamba una wanafunzi 20 darasani ambao unategemea wakulipe mwisho wa siku huo mshahara unaotaka. Lakini katika 20 wanaofaulu kuendelea labda na form 2 wanafaulu vijana 7. Sasa mimi nitakulipa ambao sasa katika 7 katika 20 niliyokupa 13 wamefeli, ambapo mimi kulingana na ubora wa shule yangu au 13 natakiwa niwaondoe. Sasa nikisha waondoa wewe, hiyo 900 mimi nitakulipa kutoka wapi? Kwa uthubutu wa kijana kwa nguvu zote. Yaani fanya kazi yako katika ubora. Mimi napenda sana nilipokuwa jeshini. Jeshini wanataka kazi bora. Na kazi isipokuwa bora unawajibishwa. Kwa hiyo mimi imenifundisha kwamba hata nikiwa nafanya vitu vyangu mwenyewe, hata kama ninauza bidhaa zangu, natakiwa kuzipeleka sokoni bidhaa ambazo ni bora. Kwa hiyo mimi nashauri vijana kama wanavyoendelea kufuatilia hiki kipindi cha Baraka Charity Show, wanakuwa na vipindi aidha sehemu wameikusanya vijana nataka kujifunza ujasiriamali, watuite tuwape elimu ya vitu wanavyotaka kuvifanya kwa upande wa kilimo na vifugo na mambo mengine binafsi kama upambaji, kwa sababu mimi nje na vitu vyangu huwa nafanya upambaji kwenye sherehe, napika vyakula. Kwa hiyo kijana aweze kujifunza hivyo vitu mbalimbali ili aweze kuendana na fursa zilizopo. Unawezekana umesomea kilimo na mifugo, wakulima na mifugo hapo hilo eneo wakawa wengi, lakini je, wewe utaishije kwenye hilo eneo uweze kuendana nalo? Unatakiwa kujifunza ili uweze kuendelea vizuri kwenye maisha yako. Asante. Nafikiri leo tumepata darasa kubwa ambalo kwa kweli kwangu mimi umenifurahisha sana. Maana watu wanashindwa kuanza na kidogo. Mwanzoni ni mgumu. Na mwanzoni wanasema ukitaka kula asali lazima pambane kwanza na nyuki. Mimi nilikuwa ninakuomba mgeni wangu wa Madam Furahini Msasame, tuendelee kuwafundisha vijana katika nadharia ya vitendo pia. Kama tukipata nafasi tufike mashambani, waelekeze masuala ya maana ya kilimo, tuingie kwenye mifugo, tuende kwenye nyuki, tuende sijui hilo unalionaje. Tukianza kwa moja kuelimisha kupitia njia ya mitandao, ili tuwafikie wananchi wote, hasa vijana wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao, waweza kujifunza mengi kutoka kwako, wajue madini ulionayo yatawasaidiaje. Sijui utakuwa tayari? Mimi niko tayari kwa sababu ni kijana na vijana tuna umoja. Umoja wetu vijana ndio unaoleta matokeo kwa ajili yetu na nchi yetu kwa ujumla. Kwa hiyo mimi niko tayari kupita kwenye mifugo, aidha mifugo ya taasisi ninayofanya, mifugo yangu binafsi mashambani kwangu na nini. Karibuni sana vijana, tuendelee kujifunza. Karibu. Kama mlivyosikia ndugu zangu watazamaji, hasa kwa vijana tuliowalenga, tutakuwa tuna outreach program ya kwenda kumtembelea katika field yake ya kazi. Nikukaribisha tena kwa wakati mwingine tutakapokuhitaji, na tutatamani sana tufike huko ili watu waone katika picha ya uhalisia wa kazi unazozifanya. Ndugu watazamaji, msisahau kufuatilia tena vipindi vyetu vya Baraka Charity Show, lakini pia msisahau kucomment na kulike pamoja na kusubscribe channel yetu ya YCF Online TV. Ulikuwa pamoja na mimi Baraka Charity, na karibu tena siku nyingine.